Na ameona ni wakati sahihi sasa hivi kubeba. Kwa nini usimpatie haki yake? Anahitaji haki yake. Mpatie. Usifanye masiala, utasaidiwa. Hao wenzetu hawaeleweki hao. Akitaka wewe usipotaka, ataitafuta nje. Utasaidiwa tena? Utasaidiwa. Hapo ndo unaona sasa panga, msumari, nyundo, jiwe, tofali. Kusaidiwa tena kaka kwenye swala lile? Hapana, sijali yapi. Kumbe una wivu Sasa kama una wivu, mpatie haki mkeo. Usimwache, mpe haki yake. Mapito ya dunia yana changamoto nyingi. Vijana, nahitaji kijana mmoja hapo. Tupo wawili bosi wangu. Tupo wawili. Najua kama mko wawili. Nimeona kama mko wawili, lakini nahitaji kijana huyu mmoja tu. Bosi, tusamee. Huenda jana tulikukosea. Ila tunaomba radhi sana. Sisi ni vijana fulani wachapakazi sana. Jana tu yalikuwa matatizo. Achaneni na mambo ya jana bwana. Alafu leo sio tena masuala kubeba ile mitofali. Leo kazi laini tu kabisa. Sio, unaelewa? Kuna kijana wangu nilimfungulia genge pale. Sema leo ana uzuru kidogo. Kwa hiyo nahitaji kijana mmoja aende akamsaidie tu pale. Mpaka jioni nitamlipa, hamna wasi. Sawa, basi dakika moja. Ni mmoja bosi, ni mmoja. Ni kijana mmoja tu. Sawa, dakika moja tunajadili bosi wangu. Basi hakuna shida. Kutokana na hali ya hewa ya uhalisia, unajua nashukuru Mungu kwangu mimi kidogo ndani kuna hata vijiunga robo na vinyanya na vitunguu. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama inawezekana uwe ukakifanya hicho kibarua ndugu yangu, uweze kusogeza siku za mbele kwenye familia yako. Unajua shemeji yangu ni mjamzito na hali yake ni mbaya. Muda wote anaweza kujifungua. Kwa hiyo naomba uende ukakipiga hicho kibarua. Alafu baadaye tutajua tunafanyaje mimi na wewe ndugu yangu. Sawa. Labda nikushukuru. Nakushukuru sana. Shukrani. Usijali ndugu yangu. Acha basi. Basi wahi. Wahi kaka. Wahi, wewe wahi. Kijana, mimi sikutaka kabisa wewe ndo uje nikupe hii kazi ya kuuza hili genge. Kwa sababu nakujua wewe ni mzembe sana wewe. Yaani wewe kijana ni mzembe sana yani. Ila sikiliza, nikwambie. Nakukabidhi genge hili. Uuze kwa ustaarabu kabisa, na kujua utatafuna haya karoti, utatafuna sana hizi karoti. Si unanielewa vizuri? Sasa nakuelekeza. Nazi kuna za 1200 na shilingi 1000. Hizi ndogo ndogo utauza shilingi 1000, sawa? Na haya makubwa madunguru haya utauza 1200. Umeelewa Ndizi ni 200. Kuna ubuyu 100. Umeona vitunguu hizi 100. Sasa swala la nyanya zimepanda sana bei. Umeelewa Nyanya tenga nanunua bei kubwa sana 75. Kwa hiyo kuwa makini sana. Sio unakuja mademu hapa unaungaonga. Sipendi hilo swala, sawa Haya. Lingine kuwa makini na hesabu. Unaonekana kichwa chako wewe hakiko sawa kwenye hesabu. Umeelewa kuwa makini. Mimi natoka hapa. Mwenzio alokuwa anauza ili genge anauza vizuri kabisa. Leo nimekutesti kwenye genge, kesho nitaweza nikakupa kazi yoyote ile kubwa ambayo utaifanya, sawa Kuwa makini kijana. Labda nikuahidi tu bosi wangu. Kwanza nikuahidi nitafanya kazi vizuri sana. Na nitakuwa mcheshi sana kwa wateja wako. Nadhani wateja wenyewe watakuja kukusimulia jinsi nitavyopiga kazi. Nitashukuru kwa hilo. Sawa. Kumbuka kule kwenye matofali umeleta sana uzembe, sawa? Na nilikupa 5000, nakumbuka? Sasa hapo ukileta uzembe, uambuli hata 100. Umeelewa Sawa? Haya, nazi. Mke wangu, kikweli leo kibarua kilikuwa kigumu sana. Yaani huwezi amini shemeji yako Madiba
kaambulia kibarua cha kuuza nazi tu. Na mpaka sasa hivi ninavyokuambia mimi nakuja hapa, basi nimemwacha yeye bado anahangaika sokoni. Hali ya leo ilikuwa ni ngumu sana mke wangu. Joto jingi mama. Yaani mambo ni vurugu tu. Na unajua kazi zetu za vibarua hizi Umeshika hapa leo, umepata kazi ya kubeba vinazi kidogo, umepata kazi ya kuuza nazi, umeona zile, umebeba ndizi. Sasa mke wangu mbona umekaa kimya lakini ndo nini? Kuna kesho kukosa. Wale walionacho leo hawasamini waliokosa. Kijana. Bosi. Una mawazo gani? Hamna tatizo bosi. Nipo tu hapa. Nini shida? Hamna shida yoyote. Na kwa nini hujauza chochote? Bosi, yani bosi, mimi mwenyewe hata siwezi. Sijui nisemeje. Maana nilikuwepo hapa na nimepiga sana debe hapa. Yani nimepiga kelele za nazi, nimetangaza nazi 1000 kwa 1200. Wewe! Sasa kelele, sikia nikwambie wewe. Haya mimi niliyajua. Nilijua wewe ni mzembe. Yaani wewe ni mzembe kabisa. Haiwezekani uoniambie au hujauza chochote. Huku ni Tazara Magengeni. Mimi najua kwa nini umeita Tazara Magengeni, kwa sababu watu huku wananunua sana kwenye magenge. Si unanielewa mpumbavu wewe? Nakuelewa. Nimeweka hili genge kwa sababu huku watu wanapenda sana kununua vitu vya gengeni. Sasa wewe unaniambia hujauza kwa sababu gani? Lakini mbona unakaa kimya utaki hata kunijibu mama? Ina maana bado unayo tu ya asubuhi. Mke wangu. Mama. Usiwe basi hivyo. Na kitu kingine nilichotaka nikisahau mke wangu. Unajua tushukuru sana ya mambo ya kubeti yalivyoingia nchini kwetu Tanzania. Sijui Wasafi beti, sijui beti nini. Yameturahisishia mambo. Mambo gani tena? Huwezi amini mke wangu. Kwenye pita zangu si nilikuwa na kimkeka changu cha jana. Nikasema ngoja nipitie, nikakichungulie, nikakimulike. Wenyewe wanasema kumulika. Kwenda kumulika mke wangu, huwezi amini. Timu zote zimetiki. Timu zote mke wangu zimetiki. Yaani hapa nina shilingi 1080 cash. Kweli mume wangu? 1080 keshi mke wangu, yani 1080 keshi. Mume wangu, wewe muongo bana. Tena muongo mke wangu? Aya. Unasema swala la uongo tena mama? Kibunda. Mchongo huu. Uta basi mume wangu. Ngoja kwanza. Mkono mrefu kwenye kupokea. Sasa mume wangu jamani. Kupokea tu hela. Kuniacha niende kazini nya. Kwani unanisimanga? Hamna bosi, mimi mbona nilikuwepo? Na nimeuza, mimi nashangaa tu wateja wananipita. Kwani mimi nilikwambia wewe haupo babu? Mimi nilikwambia, sikutaka kabisa wewe. Nilimtaka yule papa ni mchapakazi sana. Yaani papa mwenzako ningemweka hapa. Hata mtu akipita kule lazima amuite, "Jo, angalie." Biashara inatakiwa maneno mengi. Sisi tulikuwa na mitaji kama hii, tulikuwa na maneno mengi ndio maana tunamiliki mitaji kama hii. Unanichanganya unajua wewe. Kumbe saa 7 uliondoka afu unanidanganya wewe ulikuwepo. Madiba. Safi sana. Nimependa ujasiri wako. Kwa mtihani mdogo tu uliokupa. Umeonyesha ujasiri tena. Hakika wewe ambaye una. Hivyo basi. Natakiwa urudi. Saa 7 mchana muda kama huu. Natakiwa ufike hapo. Utakuta mali zako. Jamani wazee jamani. Hebu mimi najua kama mnaniona mmeona nilipotoka huko. Mimi nimeacha genge la watu wazi.
Nimetoroka gengeni ujue, nimeacha genge sijui analiuza nani na mimi ndo niliachiwa nikajua kile ndio kibarua changu, lakini mategemeo yangu nakuja hapa kupata mali, nakuja hapa kupata pesa. Madiba. Pesa zitaki haraka. Kila pesa na sheria zake. Hivyo basi. Naomba kesho muda kama huu. Saa 7 mchana uwe. Madiba. Potea. Kumbe ukuwepo? Bosi mtoto mnafiki wewe. Yaani mimi nasema walai mimi nilikuwepo bosi, tafadhali nakuomba. Mimi nilikuwepo bosi. Wewe usitanie. Bosi mtoto mnafiki mimi nilikuwepo. Yaani bwana wewe. Yaani kumbe unatoka unaenda kufanya mambo yako unaacha genge wapi? Na ole wako ningekuta hakuna kitu, ningekuchinja. Bosi, mimi mtoto mnafiki. Mnafiki nini baba? Mimi nilikuwepo bosi, nisamee tafadhali. Nilikuwepo, usimsikilize yule bosi. Sasa nikwambie kwa uzembe wako. Mimi sijui na nuksi gani. Malipo yako ni haya hapa. Sikupi kitu chochote zaidi ya nazi. Bosi usifanye hivyo. Mzako lina mke na ni mjamzito. Atakula nini leo ukinipa? Wewe shut up. Usiniambie masuala ya mke ujauzito. Wewe ujauzito mke wako nimempa mimi babu. Ako shika. Sikiza nikwambie. Umeelewa? Sitaki nikuone maeneo haya. Nitakupiga bunduki, umeelewa? Toka. Karibu. Na uelewe kabisa. Sio swala la genge hapa kuwepo. Sitaki hata upite hii njia hii. Yaani katika swala leo umenikera sana wewe kijana. Na sitaki sana nikuone wewe. Mpumbavu wewe. Tuahini wewe. Mapito ya dunia yana changamoto nyingi. Kuna leo kupata, pia kuna kesho kukosa. Wale waliona chole hawasamini waliokosa. Ila na wewe acha nikupe pole, maana kutwa mzima ya leo umehangaika jitihada zako na jasho na damu. Umefahamu vipi kama leo mimi nimekuja nazi? Usijali, acha nikupe tena pole, maana hujui hata mkeo leo anakula nini. Mzee, umewezaje kufahamu kama mimi pia nina mke? Na mbona unazungumza vitu ambavyo mimi navifikiria? Kwa muono wa macho ni kijana mstaarabu, na kama kijana mstaarabu kwa umri ulionao huwezi kuniambia eti wewe huna familia. Hilo mimi nakataa. Mzee wangu, ukweli hapa kichwa kinauma. Tafakari leo nyumbani kwangu mke wangu atakula nini, kwa sababu kutwa mzima nimeambulia malipo haya tu ya nazi. Lakini mzee, naweza nikakuuliza swali? Unafahamu nini kuhusu utajiri, na njia gani sahihi ambazo mimi naweza nikawa tajiri? Njia ziko mbili tu. Njia ya kwanza ni kumcha Mwenyezi Mungu, fanya ibada za kutosha, sala nyingi, na njia ya pili kumfuata shetani. Naam. Hapana. Mbona nimwabudu tu Mungu wangu? Mwabudu Mungu? Wewe mcha Mungu? Na ile saa 7 mchana ulienda wapi? Ulijuaje kuhusu saa 7 mchana mzee? Unaweza ukaenda, ila imani yako ndio itakayokuponya. Sawa mzee.